السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunakumbushana kidogo darasa zilizopita ili mtiririko wetu mbele uende vizuri. Huku nyuma tulizungumza kuna njia zinazosaidia kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasema katika njia hizo za kusaidia kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni kumjua Allah kupitia dalili za ulimwengu, aya zinazozungumzia ulimwengu kwa ujumla wake na nidhamu yake. Basi hizi zinasaidia kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na kumjua Allah vile vile kwa mujibu wa matendo yake aliyoyafanya. Qur'ani inazungumza hivyo, akawa ametuamrisha Allah tutembee sehemu mbalimbali tuone Allah alifanya nini kwa wale watu ambao wamepelekewa mitume wakakataa. Nini kimetokea? Hiyo itatujulisha kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kumjua Allah kwa kutizama nidhamu ya ulimwengu, kwanza kumjua Allah kwa kutizama matendo yake kwa wale waliokadhibisha mitume, na nyingine Qur'ani ikatuzindua kumjua Allah kwa kuizingatia Qur'ani ilivyo. Tuisome tuone kuna nini, kunazungumzwa kitu gani. Maana yake ni kwamba tulizipitia aya na tutaendelea kuzipitia. Maana yake Qur'ani ni kwamba ndani yake kuna aya zitakuwa zinaamrisha. Aya hizo zikiamrisha, maana yake ni kwamba tunatakiwa kufanya nini? Kufuata. Ndani ya Qur'ani kutakuwa kuna aya zinakataza. Tunatakiwa tufanyeje kwa aya hizo? Kukatazika, kuacha. Ndani yake kutakuwa kuna aya zinazungumzia wasfu wa pepo na neema zake na watakaopelekwa huko. Maana yake tutatakiwa kufanya juhudi ya kuingia peponi, si ndio hivyo? Ndani ya Qur'ani kutakuwa kuna aya zinazungumzia moto na watu watakaoingizwa motoni na shida zao kutakuwaje. Maana yake ni kwamba kwa aya hizo tunatakiwa tuchukue mawaidha, tujiepushe na moto, si ndio hivyo? Baada ya hapo kuna aya nyingi kweli, aya nyingi zinazozungumzia kuhusu ulimwengu na nidhamu yake. Nyingi zinazungumzia jinsi Allah alivyoumba vitu, ulimwengu na sisi wenyewe tulivyo, nidhamu yetu, mpangilio wa viumbe mbalimbali. Aya nyingi zinazungumza hivyo. Maana yake ni kwamba kwa aya hizo tunatakiwa tufikiri sana, tuone utukufu wa Allah, tuone rehma za Allah humo ndani, tuone nguvu za Allah katika maumbile hayo, tuone mpangilio wa Allah kwenye vitu hivyo. Hizo aya zinazungumzia ulimwengu na jinsi tulivyo, ulimwengu na walimwengu. Zinahitaji hizo kufikiri, kuona utukufu wa Allah, kuziona rehma za Allah, kuona nguvu za Allah, mpangilio wa Allah. Ili nini? Kwa kuona hivyo papatikane kumwabudu Allah kwa kumpenda na kwa kumwogopa. Hao tumeyapitia. Ndani ya kupitia hiyo yote hizi kumbukumbu tukae vizuri ili tuende vizuri mbele. Ndani ya kupitia mtiririko huo tukawa tumeipitia aya ya surati Ali Imran, aya 190 na 191 inayosema hivi: A'udhu billahi minash shaitani rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi, kwa hakika kwenye kuumbwa kwa mbingu
na kuumbwa ardhi. Ukiangalia umbile la mbingu na ardhi, kwa maarifa yote ulionayo, kwa kiwango chochote cha elimu ulichonacho, yani Qur'ani inazungumza na watu wa level zote. Uangalie ardhi kwa level ya elimu yako ilivyo. Si tuko juu yake, tuko juu ya ardhi, usio tunajenga, tunalima, tunafuga, tunatembea, kila mmoja kwa level ya elimu yake. Ukiangalia mbingu juu kwa level ya elimu yako, ukaona ndio pale blue, usiku kuna nini, nyota, mwezi unavyokuwa, mara upo mara haupo, jua linavyokuwa, kuangalia umbile la mbingu na ardhi. Wa ikhtilafi al-layli wan-nahari, Allah anasema, na kuangalia yale mabadiliko ya usiku na mchana kwa kiwango cha elimu yoyote ulionayo. Uone, mbona kumekuwa usiku halafu mchana? Kwani kuna nini mzunguko huu mpaka kupatikana usiku na mchana kwa kiwango chochote cha elimu ambayo mtu anayo? Sawa sawa. Allah akazungumza maneno baada ya kutaja hivyo vitu, la ayatin, mna dalili za wazi ukiangalia vitu hivyo, liulil albab, kwa watu ambao watakuwa wamezitumia akili, watu wenye akili. Wakitulia tu wakitizama, ziko dalili za kuonyesha yuko anayesimamia, haviendi vyenyewe. Yuko anayesimamia, anaendesha vitu hivi, haviendi vyenyewe. Na ukiangalia humu ndo sasa utaona muendeshaji huyu uwezo wake ni mkubwa sana, kwa sababu hivi vitu ni sio vidogo. Muendeshaji huyu ana ujuzi mwingi. Utakuta muendeshaji huyu ana huruma sana. Cha msingi, kuna dalili zipo, ana huruma sana. Kwa nini? Ingekuwa mchana moja kwa moja hivi, hakuna usiku, manake kungekuwa kuna hali nyingine fulani. Ingekuwa ni usiku moja kwa moja, kwa mfano, ingekuwaje? Kungekuwa kuna jambo fulani. Atakayekuwa ametumia akili tu akafikiri, ataona yuko anaendesha, na anaendesha, ana elimu, ana huruma, ana nguvu, ana mpango mzuri kwa huu ulimwengu wenyewe na kwa sisi pia. Ukifikiria saa hizi usiku, nimechoka, nataka kwenda kupumzika nikalale, ingekuwa ni mchana mfululizo na fikra hizo, ingekuwa kuna jambo jingine unalifikiria. Jua lingekuwa linawaka mfululizo mchana, kama vile ninavyoliona tu mchana kumewaka tu, kipindi cha jua kali kweli, mfululizo mchana tu, ungewaza ukaona kuna jambo hapa lingekuwa sio zuri sana. Lakini yuko anaendesha, ametujali, ana nguvu, ana huruma, ana mpango mzuri kwa watu watakaokuwa wametumia akili. Watu wenye akili Mungu akawazungumza ni kina nani? Sikiliza yanayofuata. Aya za ulimwengu zina vitu hivyo vinavyoagizwa ndani. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman, ni wale ambao watakuwa wanamkumbuka Allah na kumtaja wakiwa katika hali ya kusimama. Hali ya kwanza hiyo, sasa ndio hali za maumbile ya binadamu. Qiyaman wa qu'udan, hali ya pili ya binadamu anayokuwa nayo katika maisha, akiwa wamekaa bado anakuwa wanamkumbuka Allah. Wa ala junubihim, hata wakiwa pia wamekwenda kupumzika, kulala. Hali hizi tatu ndio hali za mwanadamu anazokuwa nazo. Kuna na nyingine ya nne iko, imma wewe umesimama kwenye shughuli zako, au utakuwa umekaa kwenye shughuli zako, au umeamua ujinyoshe. Ipi nyingine tena ya kimaisha ya kila siku ni ipi? Labda ule amrisho ya kimaisha mwenyewe hakuna. Mtu kusujudu ameamrishwa tu asujudu. Kuna hali ya maisha ya mtu amekuwa amesujudu tu, hakuna hali ya namna hiyo. Sawa wa ala junubihim. Sikiliza agizo jingine sasa kwa watu wenye akili, wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh, na wakawa wanafikiri katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi. Wakawa wanafikiri, wamemkumbuka Allah katika hizo hali wanazokuwa nazo,
halafu wakakaa wakafikiri, haya maumbile haya kuna nini? Ingekuwaje kama hivyo vingine ingekuwa namna gani? Wakafikiri. Kwa hiyo aya nyingi zinazozungumzia ulimwengu na walimwengu zinataka kumkumbuka Allah, kumtaja Allah, kufikiri kwenye haya mambo yaliyokuwa yametuzunguka. Sasa ukiwa wewe vyote viwili havikupatikana na upo katika dunia, huna habari, yani Allah humkumbuki katika maisha kabisa, wala hufikiri chochote katika hivyo vitu. Wewe unasema mimi napambana tu, inakuwaje? Allah amezungumza, wewe hujatumia akili. Tuko vizuri eh? Akili haijafanya kazi sawa sawa. Wenye akili sawa sawa kwenye aya hizi kunatakiwa wakumbuke. Kwa hiyo Qur'ani imetuwekea njia, imetuchorea mchoro mzuri sana, ambaye yuko mbali na Qur'ani au hafikiri Qur'ani, haizingatii hii michoro hii, ataikosa hii. Ndio maana tunahimiza, tunasema hivi, usikose msahafu wa tafsiri ukawa nao nyumbani, ili uwe unaangalia Mungu anazungumza nini. Isitokee kwamba unasoma kwa ajili ya kupata ile thawabu tu 1 kwa 10. Thawabu mbali, thawabu Allah ameiweka ni kihamasisho cha kusoma, lakini Allah anataka afala yatadabbaruna alquran, hivi kwa nini hawaizingatii Qur'an? Kuna nini kwani kwenye mioyo yao? Tupo vizuri? Aya hii tulizipitia na tumezirudia tena ili tukae tena sawa kwa darasa zetu zinazokuja, kwamba hizi aya tulizozipitia kuna vitu viwili. Wawe watu hao wenye akili ni wale ambao wanamkumbuka Allah wakiwa wamesimama, wakiwa wamekaa, wakiwa wamekwenda kujinyoosha kupumzika. Wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardh, na wakawa wanafikiri kwenye kuumba kwa mbingu na ardhi. Wanafikiri, wanapata mawaidha. Haya mawingu yanatembea, mara yapo mara hayapo, mara yamejikusanya mengi makubwa makubwa. Mvua hiyo bwana, hiyo ni mvua hiyo. Ilikuwaje? Unafikiri mpaka ukupata majibu ya mvua. Sawa, imenyesha, ana huruma sana, wanatuletea mvua. Haijaja, kwa nini? Kuna nini? Mbona mvua haiji? Msimu umekuja huu. Tumezoea misimu, si ndio? Kuna mazoea ya misimu, lakini msimu huu umefika, mvua hakuna. Tumezoea msimu umefika, mvua hakuna. Tumezoea msimu, mvua imenyesha kupitiliza. Ni yenyewe tu, kwa kutokufikiri huwa tunapata lugha, tunasema mvua leo imepania, leo mvua imepania. Mvua imekata safari, haitaki. Mvua haitaki. Hizo ndio lugha tunazotumia. Ni kweli ni mvua haitaki na mvua imepania, au yuko anaendesha? Yuko anaendesha. Wao wanafikiri. Hata lugha zetu zile lugha ni zile za yule tunemjua. Tukiwa hatumjui, hata lugha zetu zinakuwa lugha mbaya. Tuko pamoja? Kwa hiyo wenye akili wanakuwa wanafikiri mpaka wanafika pahali wanasema, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Bwana wetu, hukuviumba bure bure hivi vitu. Hivi vitu kuna mambo fulani fulani. Wewe umetuleta tukutumikie kweli wewe. Subhanak. Umetakasika sana ya Rabbi, huna sifa za mapungufu. Hivi vitu vinaonyesha sifa zako ziko kamili. Hakuna sifa za mapungufu hapa. Faqina adhaba nar, tukinge na adhabu ya moto. Nimekumbusha hili kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kadhia hii, maudhui hii ya kumkumbuka na kumtaja, ni maudhui muhimu sana. Ni maudhui darasa yake ni kubwa. Kumkumbuka Allah na kumtaja kwa waumini alivyoagiza. Kwa waumini alivyoagiza, aliagiza hivi: ya ayuhalladhina amanu dhkurullaha
dhikran kathira. Hebu angalieni, nyi mlioamini, mkumbukeni Allah, mumtaje Allah, kumkumbuka sana, kumtaja sana. Hilo ni agizo. Ibada ambayo inataka sana bila kiwango ni hiyo. Na kataja hivyo sana, alafu alituzindua akasema hata wanafiki huwa wanamkumbuka Allah, lakini sio sana. Innal munafiqina yukhadi'una Allah, wanafiki eti wanamdanganya Mungu, wanambabaisha. Wa huwa khadi'uhum, naye Allah ndo anawababaisha zaidi. Unako unamchezea Allah, basi Allah ndo anajua zaidi wa mchezo wako, anakulipa vile vile. Wa idha qamu ila salati, wanaposimama kwenda kusala, qamu kusala, wanasimama wavivu. Si wanataka kumbabaisha Mungu tu wao. Qamu kusala. Yurauna nnasa, wao lengo lao ni kuwaonyesha watu, sio kumswali Mungu. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, wala hawamkumbuki Allah wao ila kidogo. Kwa hiyo wanafiki pia wanamkumbuka Allah, lakini wanamkumbuka kidogo. Sasa sisi waumini tukapewa agizo, udhkurullaha dhikran kathira. Enyi mlioamini, mkumbukeni Allah, mtajeni Allah, kumtaja sana, kumkumbuka sana. Somo hili tukalianzishia vipengele fulani. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawa ameanzisha utaratibu, ametufundisha katika kila nyanja ya maisha, si ndio? Tukagusa kidogo, ndio tunapokuja kuanzia tena tuendelee kipengele kile ambacho kitatufikisha kwa tujue ile majina ya Allah na sifa zake. Tuishie hapo. Ilikuwa ni kuwakumbusha, kuwekana sawa kwenye hilo. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.